Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimia katika jina la Yesu. Leo tutajifunza somo letu linalosema mawe matano ya vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaangalia katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ya 17 na ule mstari wa 40. Bwana Yesu asifiwe. Samueli wa kwanza sura ya 17 na ule mstari wa 40. Nasema, akaichukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini matano katika kijito cha maji, akayatia katika mfuko wa kichungaji aliyokuwa nao, maana ni mkoba wake, na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake. Akamkaribia yule Mfilisti. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu, tunazungumzia hapa mawe matano au mawe matano ya vita. Hapa tunazungumzia habari za mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Daudi, jinsi alivyoenda kupigana na yule Mfilisti. Bwana Yesu asifiwe. Ili upigane vita vya kiroho ni lazima uwe na mkoba wa kuhifadhia hayo mawe matano. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alishuka katika kijito cha maji wakati anaenda kupigana na yule Mfilisti, akaokota mawe matano na akayaweka katika mkoba wake kwenda kupigana na yule Mfilisti. Hebu tuangalie haya mawe matano yalikuwa na maana gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jiwe la kwanza ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alikuwa na neno la Mungu ndani yake. Ndiyo maana Mungu alimwonyesha Samueli kwamba aende akamtie mafuta Daudi kwa ajili ya Daudi kuja kuwa mfalme. Mungu alimjua Daudi. Wakati Daudi ni mchunga kondoo, Mungu alijua moyo wa Daudi. Alijua Daudi kwamba neno lake lipo ndani ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kumtumikia, ili uweze kupigana vita, ni lazima neno la Mungu liwe ndani yako. Neno ndiyo huanza kumfungua mtu na kumuonyesha njia impasayo kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jiwe la pili ni imani. Neno likiingia kwa mtu, ndipo imani inadhaliwa ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Daudi alikuwa na neno ndani yake, ndipo ikadhaliwa imani ndani yake. Kwa hiyo jiwe la pili ni imani. Jiwe la kwanza ni neno la Mungu. Neno ndiyo humfungua mtu. Neno ndiyo humpa mtu mwanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Jiwe la pili tumezungumzia kwamba jiwe la pili ni imani. Ili ushinde vita unayopigana ni lazima ujipange kwa silaha hizi tano. Kwa hiyo Daudi alikuwa na neno na Mungu, na ukisoma Yohana wa kwanza sura ya kwanza inasema, pasipo neno huwezi kufanya chochote. Pasipo neno hakukufanyika chochote. Kwa hiyo hata ulimwengu na vyote unavyoviona viliumbwa kwa neno. Pasipo na neno huwezi kufanya chochote, kwa sababu neno ndiyo hutufumbua, neno ndiyo hutuonyesha njia, neno ndiyo hutuonyesha cha kufanya, neno ndiyo hutuonyesha kwamba Mungu anataka tufanye kitu gani. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anasema, kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu. Kwa hiyo neno la Mungu likikaa ndani yako, wewe umekaa ndani ya nani? Ndani ya Mungu, na Mungu atakaa ndani yako. Kwa hiyo Daudi alikuwa na neno. Ndio maana Mungu alijua ndani ya Daudi kuna kitu gani. Alijua hata undani wa Daudi. Neno la Mungu, neno ndio hufanya mtu amjue Mungu. Neno ndio hufanya mtu ajue yampasayo kufanya kwa Mungu. Neno ndio humuonyesha mtu lamani kwamba mimi natakiwa nifanye hivi na hivi kwa Mungu. Neno ndiyo njia iletayo okovu. Kwa hiyo watu wanapata okovu kwa kusikia neno, watu hupata okovu kwa neno. Pale watakaposikia neno, ndipo okovu unaanza kuingia ndani yao. Neno ndiyo njia iletayo okovu. Kwenye neno ndiyo kuna mbinu za kupigana kwenye vita. Kwenye neno ndiyo Mungu hutoa mbinu za kupigana kwenye vita. Jiwe la pili ni imani. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo ili upigane, jiwe la pili ni lazima ubebe imani. Imani
ndio unakuwa na uhakika wa vita. Kwanza unakuwa na ujasiri. Ukibeba imani unakuwa na ujasiri. Ukibeba imani unakuwa na nguvu. Unajua unachokipigania kina maana na kina matokeo. Kwa hiyo imani ni jambo la muhimu la mtu aliyeokoka kulibeba ndani yake, ili aweze kushinda vita hivi ambavyo tunapigana na huyu adui Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na imani, hata wakukatishe tamaa, huwezi kukata tamaa. Ukiwa na imani huwezi kukata tamaa kirahisi. Kwa hiyo mtu awe hodari na moyo wa ushujaa. Penye hofu, hapo huwezi kushinda vita, na penye hofu, hapo imani haipo. Daudi, hebu tukaendelee hapo kwenye imani. Kwenye imani utasoma hiyo Samueli wa kwanza 17 mstari wa 37. Utaona ni jinsi gani Mungu alivyomwambia Yoshua kwamba awe na moyo wa hodari na ushujaa. Bwana Yesu asifiwe. Na Yoshua alikuwa na uhodari na ushujaa, ndiyo maana alienda kupigana vita kwa uhakika kwamba atashinda, na Mungu akampigania ndani yake. Jiwe la tatu ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alifuta laana ambazo Goliati alikuwa akimtamkia, akimlani kwa miungu yake. Goliati alimlani kwa miungu yake, na Daudi alizifuta zile laana kwa maombi. Ndiyo maana alisema, wewe waja kwa mkuki, lakini mimi nakuja kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi ni jambo la muhimu sana. Maombi ndiyo njia ya kuwasiliana na Mungu. Maombi ndiyo njia ya Mungu, yaani ya wewe Mungu kukupa taarifa. Wewe vile unavyoomba ndivyo unavyomkaribia Mungu, ndivyo unavyomuita Mungu katika vita vyako. Kwa hiyo jiwe la tatu unalotakiwa ulibebe kwenye moyo wako ni maombi. Bwana Yesu asifiwe sana.